Biblia inasema kama mtoto aliyekoma kunyonya ndivyo nilivyo mimi na Mungu wangu. Yanapomkimbilia Bwana, sio unipe mkate, nipe afya, naomba kazi, ninaomba hiki na kile, fanya hiki na kile. Hiyo ni tabia ya watoto wanaonyonya. Na Ukristo wa watu wengi ni watoto tunaonyonya. Huo ndio tunaochangamkia. Ndio maana nasema nafsi yangu kama nilivyonyamazisha kama mtoto aliyekoma katika kifua cha mama. Yaani yeye anamfuata Mungu sio kwa sababu ya kupokea vitu vyake, anamfuata Mungu kwa sababu ya relationship, sio vitu. Amna. Ukifikia Ukristo ambao unajivunia Mungu wako kwa sababu ya uhusiano na sio kwa sababu ya mahitaji, ukifikia Ukristo huo, now we are talking. Sasa tutakuwa tunahubiri, sasa tutakuwa tunanena. Huyu ndio Mkristo wa kweli ambaye yeye anamkimbilia Yesu kwa sababu ya uhusiano na sio mahitaji. Ikiwa kwenye orodha yako mnaipamba katika sala na orodha ya mahitaji, yaani wewe unapochangamuka ni kwa sababu umepokea kitu kwake. Huo wote ni watoto wanaonyonya. Yaani uhusiano wako wote, mama akija ni msosi. Alafu bahati mbaya wengine mpaka wanasema niko mlimani nimefunga, lazima Mungu afanye, kwa sababu ya msosi. Mahitaji ndio yanakupeleka kabisa maisha ya kufunga. Yaani kabisa unafunga siku 3, unafunga siku 7 kwa ajili ya ajira kabisa, hata aibu hauna. Kabisa unafunga siku 3 kwa ajili ya afya, upone. Hivi unajua mbingu ni kwa vile Yesu alisema uwasamehe maana hawajui watendalo. Yaani Mungu kweli atatupatia fursa sisi ya kuomba na kufunga kwa ajili ya kupona afya ya mwili. Hakuna mahali tumeahidiwa kwamba tutakuwa na afya zote. Hatuna maandiko. Hakuna mahali tumeandikiwa habari hizo. Ila kwa sababu tunazipenda, tunazitengenezea, tunatengeneza bomu kwa ajili yetu sisi wenyewe, na litalipuka tu, kwa sababu sivyo Yesu anavyosema. Tutakuja kuangalia kuanzia kesho kutwa, tutakuja kuona juu ya ukweli huo. Tunajitengeneza wenyewe kuwa wahanga kwa shetani kwa kumtafuta Mungu ambaye Biblia haimsemi wa namna hiyo. Hakuna Mungu wa namna hiyo aliyewahi kutuahidi namna hiyo. Hakuna. Tutasikiliza atakavyosema yeye mwenyewe, kwa sababu ili tumaini alishughuliki na environment, inashughulika na nafsi yangu. Mngoje Bwana.